Kiongozi jambo. Jambo. Unaweza kujitambulisha? Ninaitwa Yohana Kiza. Mimi ni mkaaji wa jiji la Baraka, Majengo ya Pili. Ndio, tuko katika shamba la tomate hapa ambako tumekuja kutembelea siku ya leo. Unaweza kutuambia vipi kuhusiana na shamba lako na gisi ambavyo ulianza na kubuni mawazo yako ya kuweza kulima shamba la tomate? Unaweza kutuambiaje? Nilibuni haya mawazo ya kulima shamba la tomate baada ya kilimo cha kwanza ambacho nilichokifanya kikufanikiwa. Nilikuwa nimelima mpunga, lakini kwa bahati mbaya ule mpunga haukushika vizuri. Basi sikukata tamaa, nikaona nibadili kwanza mtindo wa ulimaji. Hivyo nikawa nimetia mbegu na kulima hii sehemu ambako nilipanda haya tomate ambayo mnayaona ama ambao unayaona hapa. Na tulipotia hizo mbegu ni baada ya mwezi ndipo tulilima shamba. Baada ya huo mwezi sasa tukaanza kupandikiza ile tunaita pipiniere. Na tulipoanza kuipanda ile pipiniere tukawa sasa na kazi ni ya kumwaga maji kila siku na kumwaga pia dawa hadi mpaka hivi leo. Naona kwa hii hatua ni hiyo tunafanya tu, ni kumwaga maji pamoja na dawa. Na labda naona unajikita sana kwenye sehemu za kilimo. Ulisema kwamba kuna hatua ya kwanza ambayo ulifanya kupandikiza sijui mpunga au kuweza kufaulu. Hivi sasa unapandikiza tomate na inaanza kuleta mazao mazuri. Labda nikuulize swali moja ambayo ungenifafanulia vizuri. Je, wewe umefuata masomo ya ulimaji aiza vipi? Hapana, mimi si kufanya masomo ya ulimaji. Mimi si kwa agronome, bali mimi nilifanya masomo ya engineer. Nilifanya construction, niko engineer ya ambatima. Lakini unajua bwana journalist, ni maisha ndiyo ambayo yanamtupa mtu hata sehemu isiyokuwa ya kwake. Basi nilipoona kwamba kuna mambo hayaendeki, japo mimi sikusoma mambo ya ulimaji au siku agronome, lakini niliona nijitahidi nipime kwanza nione pia jinsi ambavyo kilimo kinaweza kikanipa mafanikio. Labda utuambie changamoto ipi ambayo umeipata katika kilimo cha kwanza cha mpunga hadi ukaamua kuweka kilimo cha tomate. Ni changamoto gani ambayo uliipata ndicho ambacho kimetuma upate kubadili mawazo ya kuweza kupandikiza tomate? Unaweza kutuambia changamoto ipi? Changamoto niliyoipata kwa mpunga ni kusema, unajua mpunga ni kilimo ambacho kinahitaji unapoweka pipiniere na kuanza kuipandikiza ndani ya shamba, lazima pawe maji. Yale maji huwa yanasaidia ukuaji wa mpunga. Sasa wakati nililima huo mpunga nilikosa maji, na nilipokosa maji basi ikawa sababu moja kuu iliyosababisha mpunga kutokuwa na mwili mzuri, na hata ukupamba vizuri. Basi nilipoona hivyo nikawa nimeacha huo mpunga ili nijaribu pia nione kama tomate tendaje. Na labda kwenye tomate ambayo sasa hivi inaonekana kuwa kama vile inakwenda kukomaa, unatarajia mazao gani kutokana na tomate hizi? Mazao nayo yatarajia ni mazao mazuri kidogo tofauti na ile ya mpunga. Ijapo pia kuna changamoto ambazo zimetusumbua pia mwaka huu kwa ajili ya tomate. Labda kwenye tomate haswa, unaona ya kwamba tomate haya yakitoka vizuri yanaweza yakakidhi mahitaji yako na vile ambavyo unapanga kwa ajili ya maisha yako? Ninavyoiona hii tomate, Mungu akipenda, inaweza kunisaidia kwa baadhi ya mahitaji. Unajua kama mwanadamu siwezi kusema kwamba inaweza kukidhi mahitaji yangu yote, kwa sababu tumepata pia changamoto kwa hii ulimaji ambao tumelima wa tomate, ni ukosefu wa maji. Kama unavyoona hali yenyewe ilivyo ya jua. Sasa tulipolima tomate tulikuwa tunahitaji ipate maji, ikawa imekosa maji. Tunatumia maarrosoir ili kuarroser na tunatumia mikono. Sasa uwezo tulikosa, sababu uwezo ungekuwa tungetumikisha mashine. Kuna mashine ambazo zinapaswa kutumikishwa kwa ajili ya kumimina maji kwenye shamba. Sasa hiyo ni changamoto. Sasa ilitusumbua sana sababu jua lilikuwa kali sana, na hata zilikuwa zinasumbua tomate kutokupata mwili mzuri. Ina maana kama tungalikuwa na maji mazuri au tungepata mvua, ninaamini kwamba tungekuwa na mafanikio makubwa zaidi kuliko haya ambao unayaona. Na labda katika tomate hii naona imekuwa vizuri kabisa. Ni dawa ipi ambayo umeweza kutumikisha, aiza tekniki ipi ambayo umeweza kutumikisha kwa sababu kwa ajili ya mpaka tomate kupata kuwa hivi zilivyo? Ni tekniki gani ambayo mlitumikisha?
Dawa ambayo tumezitumikisha, dawa ya kwanza ni dudu. Dudu ni aina ya dawa ambayo inasaidia tomate kutokuliwa na wadudu. Sababu wadudu huwa wana kawaida unapolima mmea wanashambulia mmea na majani ya mmea ili mmea usikue. Sasa hivyo tulikuwa tunatumia dawa ya dudu. Ni dawa ya aina fulani ambayo inawaua wadudu hivyo wasisumbue. Tunatumia pia dawa ya pili ni detane. Detane ni dawa ambayo inasaidia pia ukuaji wa tomate, na pale ambako tomate inapokuwa inaanza kutoa mbegu au matunda, basi detane inasaidia kwa kukomalisha zile tomate. Dawa ya aina ya tatu ambayo tulikuwa tunaitumia ilikuwa ni ire. Ire inasaidia kwa ajili ya mbolea, inasaidia mbolea kwa ajili ya kupatia ile tomate rutuba nzuri kwa maendeleo. Na tulikuwa tunatumia pia nyingine dawa ambayo ilikuwa inatusaidia kwa ajili ya ukuaji wa tomate, inaitwa rapid growth. Ile rapid growth maana yake inasaidia ukuaji, inanyanyua tomate kwa hatua ya chini na kuipandisha kwa hatua nyingine ya juu. Hizo ndizo aina za dawa ambazo ninazitumia hadi sasa. Labda katika uvunaji wako wa tomate, sijui mnapata wale ambao wanaowauzia vipi? Aidha mnatangaza biashara wala wanakuja wenyewe wanakuja kununulia hapo kwenye shamba? Inatokana na hali ambayo inayojitokeza kwa wakati. Kama tomate ni nyingi, tunakuwa na ugumu. Sababu kwanza kunakuwa hali ya kushuka bei. Sababu hapa kwetu Baraka tunauza tomate kutokana na mtindo wa kujaza bido. Unapojaza ile bido inakuwa na bei yake. Sasa kuna wakati kama kuna ukosefu wa tomate, ni hao ambao wafanyabiashara wenyewe wanakuja kututafuta huko mashambani. Lakini kama tomate ni nyingi, sisi ndio tunatoka na tomate hapa tunaielekeza hadi masokoni, na hapo ndipo ambako wanakuwa wananunua. Labda utuambie, shamba hili ni la kwako aidha umekodi kwa mtu fulani? Eneo nimekodi, sio shamba langu, nimekodi kwa mtu fulani kwa sababu ya ulimaji. Sawa kiongozi, tunakushukuru. Asante.